Nimeona kuna changamoto kidogo juu ya matumizi ya teknolojia mbili tofauti, ingawa hazitofautiani sana, kwa maana ya VAR pamoja na VS. VS ni mfumo ambao umekuwa introduced hivi karibuni tu katika ligi yetu na umeanza kutumika rasmi katika msimu huu 2026-27. Sasa tofauti yake kubwa hapa ni nini? Ni kwamba kwenye VAR tunamwona mwamuzi huwa anapigiwa na watu ambao wapo katika VAR room. Kama kuna tukio fulani hivi anaitwa, anashauriwa kuja kuliangalia. Nikupe mfano. Mechi imekwenda, goli likafungwa, lakini watu wa VAR wakaona kuna uvunjifu wa sheria umetokea kabla ya goli kufungwa. Wanamshauri mwamuzi kwamba kuna tukio limetokea, tunadhani ilipaswa kuadhibiwa kabla ya kuruhusu move iende na goli kupatikana. Mwamuzi atakwenda kujiridhisha, akitaka atakwenda kujiridhisha, halafu baadaye kama ataona yes, ni kweli kuna uvunjifu wa sheria ulifanyika kabla ya move kwenda na goli kufungwa, atafanya hivyo au atabadilisha maamuzi yake. Kwenye mfumo wa VS ambao unatumika kwenye ligi yetu, hakuna chumba maalum cha waamuzi ambao wanawasiliana na mwamuzi moja kwa moja, isipokuwa mwamuzi anakwenda kuangalia tukio ikiwa ataombwa na kocha. Mwenye mandate ya kuomba tukio likaangaliwe ni makocha. Kila kocha anakuwa anapewa sloti zake 4 ama nafasi 4 za kuomba kwenda kuangalia tukio. Akiangalia kocha na akaona kwamba kuna tukio fulani limetokea, lilipaswa kwenda kuangaliwa zaidi kwa sababu tunadhani kwamba ni haki yetu, kocha huyo, ni haki yetu, wanaenda kuomba na wanaenda kumfuata fourth official ama mwamuzi wa mezani, ambaye yeye anawasiliana na mwamuzi wa kati moja kwa moja, lakini ikiwa mpira umesimama. Anamshauri kwamba kuna ombi limekuja, njoo ulitazame. Hana mamlaka ya kukataa. Kwenye VS mwamuzi hana mamlaka ya kukataa. Atalazimika kuja kuangalia tukio, na ikiwa ni kweli tukio hakuliona na ni kweli linapaswa kuadhibiwa, atarudi na atatoa maamuzi kwamba ni kweli kuna tukio limetokea, adhabu yake ni hii. Hicho ndio kitu ambacho kinatokea.